Josephine Malto Corbin alikuwa mwanamke wa Marekani. Alifahamika duniani kwa kuzaliwa akiwa na miguu minne kutokana na hali ya nadra ya kuzaliwa. Corbin alizaliwa tarehe 12 Mei 1868 katika jimbo la Lincoln County huko nchini Marekani. Hali hiyo ya nadra alizaliwa nayo Corbin inaitwa diplegia. Ni kasoro ya nadra ya kuzaliwa inatokea wakati kijisu tumboni hakigawaniki kamilifu katika hatua za mwanzo za ukuaji wa mtoto akiwa tumboni. Matokeo yake ni sehemu ya chini ya mwili kujigawa na kusababisha kuwa na miguu minne. Baba yake alitambua kuwa hali ya binti yake ilikuwa ya kipekee. Baadaye alikubali Josephine kushiriki katika maonyesho ya watu wenye hali za kipekee, side shows, jambo lililomfanya ajulikane kote Marekani na duniani kwa jumla na kujitengenezea kipato kutokana na upekee huo. Je, ni changamoto gani alizopitia Corbin katika ukuaji wake kutokana na hali yake ya diplegia? Miguu miwili ya ndani ilikuwa midogo na dhaifu, hivyo haikiweza kutumika kutembea. Alikuwa na nyonga mbili na viungo vya uzazi vilivyokuwa vimejirudia kwa kiasi, jambo lilohitaji uangalizi wa karibu wa kiafya. Kutembea kwa muda mrefu kulikuwa kunamsumbua kutokana na uzito na mpangilio usio wa kawaida wa mwili wake. Alikumbwa mara kwa mara na maambukizi ya miguu na matatizo ya mfumo wa mkojo ambayo yalikuwa hatari zaidi kadri alivyokuwa akizeeka. Licha ya hali hiyo, aliweza kubeba ujauzito na kujifungua watoto 5, jambo lililoshangaza madaktari wa wakati huo kwa sababu hali yake ilikuwa nadra sana. Na safari yake ya maisha, Josephine aliolewa na James Clinton Lincoln mwaka 1886 na walipata watoto 5. Aliendelea kufanya maonyesho kwa muda, kisha akaishi maisha ya familia na alifariki tarehe 6 Mei mwaka 1928 akiwa na umri wa miaka 59 huko Cleveland, Marekani. Kifo chake kilihusishwa na matatizo ya maambukizi ya ngozi ya miguu, erysipelas, ambayo yalichangia kuzorota kwa afya yake kutokana na udhaifu mkubwa wa sehemu nyingi za mwili wake. Josephine Malto Corbin alikuwa mmoja wa watu wenye hali adimu zaidi kuwahi kurekodiwa duniani. Pamoja na changamoto nyingi za kiafya alizokubaliana nazo, kuzaliwa, aliweza kuishi maisha marefu, kuanzisha familia na kuacha historia inayotumiwa kama kumbukumbu nzuri zaidi kwa mtu yeyote atakayekuwa na udhaifu katika mwili wake. Thanks.